But I want to tell you something. Tulikuwa tunaomba, but I want to tell you something. Dakika 5 za kutosha. Where these problems or this problem comes from. Matatizo haya nilionayo yanatoka wapi? Leo unahitaji ukativate deep. Udig deep. Tujue kwa nini maisha yako yabadiliki sometimes. Amen. Kwa umekuwa na shida hiyo mara kwa mara. Unajua kutokea shida yako ni ile ile. Miaka inarudi. Amen. Uchumi ni ule ule, shida ni ile ile. Leo tunataka tujue ile shida imetoka wapi. Amen. Where this problem comes from. Yes. Hallelujah. Amen. Unaelewa? Amen. Praise God. Amen. Unaelewa? Kwa leo nataka ujifunze haya yote yanatokana na nini? Chanzo chake ni nini? Na wiki hii Mungu akupe neema ya kujua chanzo ni nini. Are you getting me? Are you getting me? Amen. Ninaomba nisikize kwa makini. Na hii ni muhimu sana, si tu kwa sisi hapa au kwako wewe. Hata kwa nchi. Hata kwa mataifa. Hata kwa viongozi wa serikali. Amen. Duniani kote. They have to learn this, very important. Sometimes jamii, taifa, familia, nchi imekupitia hali fulani, lakini kumbe kuna sababu ya hiyo alipitia. Amen. Haya yote yanatokana na nini? Amen. Kwa nini kwenye ukoo wenu mfanikiwi? Mmezaliwa watoto 5, 6, 7, alifanikiwa ni mmoja, the rest wote mna struggle. Amen. Amen. Kwani wengine wamuolewe ndio wazee wazikae vizuri? Kwani mna mafanikio familia nzima? You have to think about that. Amen. We are born 5, 3, 4 or 6, wengine wamezaliwa 10. Lakini hakuna mwenye maendeleo. Alijaribu kuwa na maendeleo akapromoshwa chini, mnaishi maisha ya ajabu. Hakuna mtu kukusaidia mwenzie. Na sometimes familia nyingine hawaelewani. Hamjawahi kuona mmezaliwa watoto 3, 4, 5, kila mtu ana maisha yake. Hamjawahi kukaa pamoja, mkikaa kikao ni ugomvi. Hamjawahi kuona vitu kama vile ukoo uelewani. Ni magomvi mwanzo nini? Shangazi na mama mdogo, dada na kaka, yaani hamuelewani. Hamjawahi kuona mambo kama hayo? Hamjawahi ku experience mambo kama haya kwenye familia zenu, kwenye ukoo wenu? Are you getting it? Unajua kwa nini familia yangu kiasi kuna conflict? Hatuelewani, hatukae pamoja, hatusaidiani. Unajua ni mbaya. Sasa shangazi dada yako anamsaidia mtu mwingine wa nje, lakini nyinyi wanadamu wasaidieni. Hamjaona? Anakuwa na struggle akupe yoyote. Amen. Hamsaidieni familia nzima. Familia mfanikiwi ni mbaya Mbaya. Amen. Amen. Leo unashangaa mnazana watoto na wajukuu na watoto wenu hawafanikiwi. Baba akufanikiwa na mama akufanikiwa, hata nyinyi watoto mna struggle. Amen. Baba na mama hawakuoana, hata nyinyi mjaolewa, ndoa zinakusumbua. Mnaelewa vizuri Amen. Amen. Lazima tujue hii chanzo ni nini leo. Praise God. Amen. Kitabu cha Samueli wa pili sura 21. Second Samuel 21 chapter from verse 1. Samueli wa pili sura 21 kwanza sura ya kwanza. Namba pastor tusome taratibu. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Kulikuwa na njaa siku za Daudi. Kumbuka Daudi alikuwa ni mfalme. Amepakwa nini? Mafuta. Mafuta yalikuwa mara 2. Sawa Niziko makini Kabla ya Daudi kulikuwa kuna mfalme hata Sauli Mshakusikia Sauli kwenye Biblia Ndiyo. Sauli ndio mfalme wa kwanza wa Israeli. Amen. Baadaye Sauli akakosea, Mungu akamweka nani? Daudi. Kumbuka Daudi alipaka mafuta akiwa mdogo wakati Sauli akiwa kwenye mamlaka. Amen. Amen. Sasa wakati Sauli anapaka mafuta, aliyepaka mafuta ni mtu mmoja, Samueli. Amen. Samueli alimpaka Sauli mafuta kwa kutumia chupa. Biblia inasema ndipo Samueli akachukua chupa ya mafuta, akampaka nani? Akamtia nani? Sauli awe mfalme wa Israeli. Lakini alipokuja kwa Daudi, Daudi akupaka mafuta ya chupa. Daudi Biblia inasema ndipo Samueli akachukua pembe ya mafuta. Akamtia nani? Daudi kwa mfalme wa Israeli. Are you getting it? Yes. Kwa ni mafuta mawili, ni two vessels carrying anointing. Yes. Ni vifaa ni vyombo viwili vibeba nini? Mafuta. Ina maana sana. Sauli mafuta yake yalikutoka kwenye chupa. Lakini Daudi mafuta yake yalitoka kwenye nini? Pembe. Kwenye pembe. Sijajua kati ya chupa na pembe kipi strong? Kipi kina nguvu? Pembe. Chupa inapasuka, pembe ipasuke. Kwa it means
Daudi alikuwa na superior anointing, Sauli inferior anointing. Daudi alikuwa na mafuta yenye nguvu. Amen. Sauli mafuta ambayo nini? Ni wiki. Na siku zote mtu wiki huwa anapambana na mtu mkuu. Ukiona tunakupigana vita sana, you are strong. Na unakupiga vita ni wiki. Yaani siku zote inferior anointing fights with superior. But you cannot, uweze kuona Marekani anapiga Tanzania. Inawezekana? Haiwezekani. Kwanza haina mawazo hayo. Amen. Haina mawazo. Are you getting it? Yaani unakuta mtu anayekusema vibaya ni mtu aliyomzidi. Umeelewa? Amen. Yaani uweze kuwa na mtu ana V8, uone bajaji yako akupiga vita. Lakini ukinunua bajaji, yule mwenye mguu anakupiga vita. Uongo kweli? Kweli kabisa. Praise God. Ya unashangaa mtumishi mkubwa mimi Mtanzania hii anapiga vita mimi, huwezi kusikia. Lakini wale ambao ni mfili ambao ni mawaziri ndio wanapiga nini? Are you getting it? Kwa siku zote ukishakuwa mtu mwenye nguvu, unakupiga vita ni inferior. Siku ukiwa super, wanaoku attack ni watu ambao ni inferior. Kwa usiogope inferiority. You are super. Amen. That's why Sauli alimwinda Daudi kwa nguvu zote. Amen. Why? Kwa sababu Daudi alikuwa nini? Amepaka mafuta nini? Yep. Ya pembe. Kuna watu hapa mpaka mafuta ya pembe, mna vita. Hata watu mwili kwani anipiga vita ni kwa sababu mpaka mafuta ya pembe. Amen. 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 Sasa kulikuwa kuna njaa siku za nani? Za Daudi. Mwaka kwa nini? Kwa mwaka. Kumbuka Daudi amepaka mafuta nini? Ya chupa. Endelea chini. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. English Bible says, and David inquired the Lord. Amen. David inquired to the Lord. English Bible inasema hivyo. Daudi akamuuliza nani? Bwana. Bwana. Amen. Bwana akasema. Kulikuwa kuna njaa miaka kwa muda wa miaka nini? 3. Miaka kwa miaka. Daudi akajiuliza, hivi kwani hii njaa ni ya nini? Biblia Daudi akamuuliza nani? Bwana. Kwani toka niingie madarakani. Amen. Kuna njaa miaka 3, njaa isiyokoma. Amen. Daudi ikabidi aende kutafuta uso wa Bwana, aende kumuuliza nani? Bwana. Kuna mambo kuna kwako yatoki, kamuulize Mungu. Amen. Utafuta uso wa Mungu. Amen. Mwambie Mungu, kwa nini kila mchumba anayekuja kwangu ananiacha? Nimeombewa, nimetabiriwa, nimewekwa kila kitu. Kwa nini Mungu? Please tell me. Sababu ni nini? Amen. Are you getting? Amen. Kwa nini nikifanya biashara zinakufa? Kwa nini watoto wangu hawafanikiwi? Kwa nini mimi na mume wangu hatuelewani? Kwa nini hatuna maisha mazuri, tunapambana kila miaka mambo yatokei? Daudi akamuuliza Mungu, kwa nini mimi kila wakati mwaka kwa mwaka kuna njaa nchi nzima? Kwa Daudi akamuuliza nani? Bwana. Mwambie jirani yako, Daudi akamuuliza Bwana. Leo kutoka hapa nataka wiki ya kumuuliza Bwana. You have to inquire the Lord. Amen. Ni wiki ya kumuuliza Mungu. Kwani familia nzima ina sukari? Ina pressure? Kwani watu wangu wanakataa shule? Kwani wafuta bangi? Kwani wanalewa pombe? Kwani mwanangu ananisumbua huyu? Are you getting it? Yes. Are you getting it? Yes. You have to inquire the Lord. Umuulize nani? Mungu. Yaani uwe serious wiki hii. Ni wiki ya kumuuliza Mungu na uhakika Mungu ni mwaminifu atakujibu. Amen. Praise God. Amen. Daudi akamuuliza nani? Bwana. Mungu. Mungu akasemaje? Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Anasema hii njaa Daudi hauna dhambi. Amen. Au tena kosa. Wala nchi tena kosa. Ni kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Sauli. Ni kwa sababu ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwa sababu aliwaua wa Gibeoni. Kuwa makini na kumwaga damu. Amen. Praise God. Amen. Kuna nyumba yenye nini? Damu. Yenye damu. Kwa sababu Sauli aliwaua hao wa Gibeoni. Praise God. Amen. Matokeo kwa njaa siku, miaka na miaka. Kwa Daudi akamuuliza Bwana. Mungu akamwambia, tatizo sio kwa sababu muombi Mungu, uniombi. Tatizo kwa sababu sio mtakatifu. Tatizo sio kwa sababu unatenda dhambi, ni kwa sababu Sauli na nyumba yake imejaa damu.
iliwaua nini? Wagibeoni. Ndio kinasababisha hii njaa itokee. Amen. Kwa sisi tumetoka kwenye koo tofauti, kwenye jamii tofauti, kwenye nyumba tofauti. Hatujui nyumbani kwetu babu zetu, bibi zetu, shangazi zetu, mama zetu wadogo walifanya nini. Ndio. Amen. Inawezekana unapigwa ni kwa sababu ya, inawezekana ufanikiwe ni kwa sababu ya, unashangaa mambo yaende. Umeomba, umetakasika, umejitakasa, umebatizwa, lakini mambo yaende. Daudi alikuwa mtakatifu wa kila kitu, lakini nchi yake na njaa. Naeleweka vizuri? Amen. Akasema ni kwa sababu ya nini? Ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwa sababu waliwaua nini? Wagibeoni. Ndipo mfalme akawaita Wagibeoni akawaambia. Sasa kwa nini Wagibeoni? Wagibeoni sio wana Israeli. Wagibeoni sio Israeli. Amen. Ilikuwa ni taifa walioliadapt, wakubaliana wawe na amani, wasiuawe. Amen. Wakaingia covenant, agano. Amen. Sasa Sauli ili kuwatenga hao wa nini? Wagibeoni. Amen. Ili kwenda wao na Israeli, akaamua ile kabila ambayo sio kwake ifanyeje? Iondolewe. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hiyo ile mkataba, ile agano la amani likafanyeje? Ikavunjika. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu ile mauaji yakasababisha nini? Njaa. Praise God. Amen. Mwaka na nini na mwaka. Daudi kabila muulize Mungu, Mungu akamwambia ni kwa sababu ya nani? Ya Sauli. Are you getting? Yes. Endelea chini usikie. Ndipo mfalme akawaita Wagibeoni akawaambia, basi Wagibeoni si wana wa Israeli, ila ni wa masalio ya Waamori. Na wana wa Israeli walikuwa wameapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Amen. Kwa Sauli akaamua kuwaua. Kumbuka wale walikuwa ni masalio wa Waamori, sio wana wa Israeli. Amen. Endelea chini. Basi Daudi akawaambia hao Wagibeoni. Ndipo Daudi akawaambia hao Wagibeoni, niwatendee nini? Ndio. Na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kubariki urithi wa Bwana? Na hao Wagibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumuua mtu yeyote katika Israeli. Akasema, mtakayo nena ndiyo nitakayo watendea ninyi. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kutuharibu, tusikae katika mipaka yao yote, mipaka yoyote ya Israeli. Basi na tutolewe watu saba katika wanawe, na tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Nasikia. Wakaja na proposal yao. Wanasema ili njaa iko, mvua inyeshe hapa. Yule aliyetua yule akasema tusikae kwenye nchi, tupewe watu saba wa kwake. Wale ambao wakati Sauli anaua hawakuwepo. Amen. Ndio. Lakini kwenye ukoo wake, wapo. Kwenye ukoo wake kuna watu wamebaki. Ndio. Amen. Tupewe watu saba. Ndio. Tuende tuwatundike mbele za Bwana. Tunawaua madhabahuni pa Bwana. They have to be killed in the presence of God. Amen. Wale ukoo wake yule aliyetua. Sauli hayupo na mama yake wapo, lakini ambaki wajukuu. Amen. Na vitukuu. Hao waliobaki hawa kwenye ile jamii yake Sauli, tupewe watu wangapi? Saba. Tuje tuwaue, tuwatundike mbele za nani? Za Bwana, kwenye mlima wa Bwana. We remember, God is watching. Mungu yuko kwenye kiti. Ameweka nne hivi. I don't know sasa amekaaje. Amen. Then wanachukua watu, wanawatundika. Mungu asema yes. Thank you. Now njaa itakoma hapa. Thank you. Are you getting it? Amen. Are you getting? Amen. Sometimes kuna mapigo
mzigo unapigwa kwa sababu ya mtu mmoja. Kuna wengine hapa wanapata ajali, wanatundikwa mtini kwa sababu wanalipa damu za watu. Be careful to the blood. Kwa makini damu. Amen. Praise God. Amen. Are you getting it? Yes. Are you getting? Yes. Are you getting? Yes. Be very careful. Ndio katokea. Yes. Kuna watu wanapitia matatizo na dhiki na fedhea. Why? Simply because kuna mistake alifanyaga babu au bibi au shangazi au mjomba au mama mdogo. Praise God. Amen. Are you getting it? Amen. Are you getting it? Amen. Are you getting it? Nina mzee mmoja, nilikuwa nishapata hata hapa nafikiri siku moja hiyo kitu mfano wa mzee. Yule mzee amezaa watu wake kama 8, wote ni vibaka. Wa kike ni mmoja ni kahaba anajiuza. 8 vibaka, 7 vibaka, ni vibaka kabisa. Wawili waliuawa kwa wizi. Amen. Amen. Mmoja mtoto wa kike kahaba najua mpaka leo. Then siku moja kanauliza, "Sasa mzee tumekuwa yeye ali chakula cha mchana." Amen. Yaani yeye chakula cha mchana feje? Inabidi aje pombe tu. Lakini hali chakula cha nini? Hata siku moja. Then usiku akila chakula lazima mzime taa, yaani iwe giza. Yaani isitokee mwanga hata kidogo. Unaona maisha yake yote mpaka leo. Yaani ili ale chakula, yaani apasi kula chakula mwangani. Amen. Ikifika usiku anakula mlo mmoja per day. Usiku nanyi chai. Usiku lazima taa zote. Inabidi iwe giza nene. Yeye kwa anakula. Are you getting it? Praise God. Then siku moja akauliza, "Huyu mzee inakuwa kwaje? Uko anatoka watu vibaka?" Nikaambiwa alikuwa na mamake mzazi. Amen. Then ana mke. Asa mama ashakuwa mtu mzima. Watega oye. Watega ina wanaifahamu hii. Praise God. Mama ashakuwa mtu nini? Mamake ashakuwa mtu mzima. Sasa ameoa, mama bado ni kabiti kadada ka. Are you getting it? Kwa hiyo mamake anakaa kwa hiyo binti. Amen. Amen. Sasa ashakuwa mtu mzima. Yaani sio mama, bibi yake sorry. Bibi yake ashakuwa mtu nini? Mzima. Kwa hiyo yule mwanamke anampa chakula huyo bibi kwa kumrudisha nini? Kwa kumkumbushia. Na anampa chakula chumbani kwenye giza. Amen. Amen. Anamtocha bibi mpaka akamwita. Akasema, "Fulani, nikifa." Baba huyu mwanaume asikilizi, babu yake asikilizi. Amen. Asikilize ni babu yani tuseme babu yangu mimi. Asikilize. Asikilize kabisa. Anafuata maelekezo ya mke wake. Akienda kazini mama anazima taa. Anampa chakula kwenye giza. Are you getting? Akamwambia, "Mwanangu, wewe hautakula chakula nuruni." Mama aliposema hivyo akafa. From there baba kwa kwenye msiba wanazika. Ile chakula ya msiba umeanza kuzika. Unampa chakula anatapika. Kesho yake anatapika. Mwezi mzima anatapika. Hii nini? Jamani kumbuka mimi kabla hajafa alisema utakula. Mpaka leo. Watu akasema hautakosa mtoto wa kunyanyasa, watoto wake wote vibaka. Are you getting it? Yes. Are you getting it? Yes. Are you getting it? Yes. Inawezekana kuna mambo fulani unapitia. Babu zetu, bibi zetu kuna kitu walifanya hatujui. Amen. Kuna watu wanajidanganya wanasema hivi, yote alimaliza yote alimaliza pale kale. Tena anayesema hivi kwamba hapana, Yesu alipokuja tumehesabiwa hakuna laana ya babu. Okay, is okay, nimekubali. Mbona wewe mchungaji maisha yako ni magumu mchungaji? Kama yote alimaliza wewe, swala pesa akulimaliza kwako. Unaweza time Mungu alimaliza yote. Ndio kwanza shati imechanika huku. Mchungaji, hiyo shati ya kuimaliza na yenyewe. Praise God. Amen. Sasa hawa wachungaji, mbona mchungaji una struggle? Ndio. Unajua kitu kingine, you have to learn. Alimwambia ni pastor, mtumishi mmoja wa Mungu. Alikuwa anapinga manabii sana. Manabii, fake hawa, hawana maana, hakuna nabii. Maneno mengi sana. Siku moja Mungu akasema mpelekee sadaka, nikachukua milioni 1. Nikamwendea. Mtumishi nimekuja. Wewe nani? Kaza tunaita
Mungu ametumanita sadaka nikampa milioni 1. Akasema nani? Akasema nabii Philip. Nasikia Tanzania nzima wewe ndo nabii peke yako. Mzee, acha ujinga hii. Hii ni njanya. Praise God. I get it. Yeye aliniombea kweli kweli. Nasikia wewe pekee. Wewe ndo nabii peke yako, una mambo mengi mengi. Yaani ndo nabii umenyoka. Akasema mzee, kama sitata milioni 1 hapa, wote tulikuwa hakuna nabii hapa wala pesa. Amen. Kwa hiyo ngine tupiga vita kwa sababu ni njaa. Wala pesa. I get it. Ndio naimba yote alimaliza. Yote hali. Yesu alimaliza yote msalabani. Hatuna nini? Mzee, hata kiatu kilichokaa haikukimaliza. Praise. Are you getting it? Then unaambiwa alifuta yote. Yesu akufuta yote. Amen. Kuna mambo inabidi uyafanye ili yote yaishe. Hata Yesu alipomfufua Lazaro, alimtoa kwenye kaburi ila kumfungua sanda. Alimwambia Martha, mfungue sanda. Kaja kufua ya kwangu, kutolewa sanda sio ya kwangu. Amen. Are you getting? Yes. Praise God. Amen. Bado una struggle. Kumbe kuna mtu kwenye ukoo wenu. Remember kitabu cha Yona. Unafahamu Yona? Yona nishafundisha hapa. Wataalamu wa mambo wanasema Yona alikuwa na kilo 45. 45 kg. Kilo 40 ngapi? Jamaa amepanda kwenye meli. Sema meli na yumba. Watu wanashusha shehena. Wanashusha makonteina bado na yumba. Wakaulizana, haya mabaya yanatupata kwa ajili ya nani? Biblia inasema wakapiga kura. Kule kama mkia nani? Yona. Wewe fikiri watu wanashusha shehena. Kumbe kwenye meli kakaa kijamaa mmoja amelala chini, ana kilo 45. Meli inataka kuzama. Are you getting? Meli inazama kwa sababu ya kijana mmoja mwenye kg 40 ngapi? 45. Mwanangu, Yona akiingia kwenye ndoa yako, hata kama mnataka sweetheart. Ani. Mwanangu mtatena miogo. I tell you. Praise God. Amen. 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 Anaweza kaa Yona kwenye familia yako, kila biashara unaifanya iende. Amen. Are you getting? Amen. Ndo huyo Sauli ameoa Gibeoni, nchi nzima inapitia njaa. Nchi nzima inateseka. Amen. Sijajua kwako nani anateseka kwenye mkoa wako, kwenye familia yenu, kwenye nyumba yako. Amfanikiwe, amuolewe, amuna maisha. Ni nani Bwana Yesu? Kwani huu ni nani? Ni nani? Leo utauliza ni nani? Haiwezekani. Wewe kila kitu unaachika. Chumba kwanza kakuacha, wa pili kakuacha. Sasa una miaka 38, unakaribia 40, bado unaachika. Jipige makofi kama uko hapa. Are you getting it? Are you getting it? Yes. Umefanya biashara ya kwanza imekufa, ya pili imekufa, ya tatu imekufa, mpaka sasa umedaiwa madeni. Una chochote, jipigie makofi kama uko hapa. Praise God. Are you getting it? Ni kwa sababu gani? You have to inquire the Lord. Lazima leo tujiulize, kwa nini haya nilipata? Unafanya biashara una faida. Amen. Wanao wafanikiwi. Bwana tutoshua watake shule. Kwani wanangu wafanikiwi? Lazima leo muulize Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Kwani mimi sikubariki? Kwa watu wanipendi. Haleluya. Ni kwa sababu ya nani? Sema ni kwa sababu ya nani? Punga mkono wako juu. Nani anaelewa? Nani anaelewa? Amen. Nani anaelewa? Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Inawezekana kuna mtu kwenye ukoo wangu. Inawezekana kuna mtu kwenye ukoo wangu. Are you getting? Malizia pastor. Maombolezo 5:7. Baba zetu walitenda dhambi hata hawapo. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo. Na tumechukua maovu yao. Listen. Kuna dhambi na uovu, si ndio? Mungu anasamehe dhambi zote, asamehe uovu. Ndio. Umesema nini? Mungu anasamehe dhambi, hasamehe uovu. Uovu ni matokeo ya dhambi. Amen. Uovu ni matokeo nini? Ya dhambi. Ni mshahara. Ni kama vile umezini, si ndio? Umepata HIV. Mungu atakusamehe uzinzi. HIV imeondoka? Hapana. Are you getting it? Kwa hiyo
baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo. Watoto wanapitia maovu. Ni kama vile baba ambaye kunywa pombe kulewa, asikupeka kwa shule, si ndio? Baba atakuka baadaye pombe ameacha, lakini shule umeenda wewe. Are you getting it? Kwa baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo. Nasi tumechukua maovu yao. Watumwa wanatutawala. Watumwa wanatutawala. Yaani unafika kwenye level mtumwa anafanyaje? Hauje kuona yule shanga umeolewa house girl ndio anachua matumizi. Hamje kuna kitu kama hiki? Yaani mume wako anamheshimu house girl kuliko wewe. Baba sifa. Yaani anakuja mdogo wake wifi yake. Nyumba umejenga na mume wako. Wifi anakuja anasikika zaidi kuliko wewe. Watumwa wanatutawala. Unafungua biashara, unaweka kijana au binti kwenye duka lako. Binti anaonyesha iPhone, ana iPhone kwenye duka lako. Wewe una kitochi. Hivi unje kuona binti, nakulipa mshahara. Umeshika iPhone. Mimi bosi wako na kitochi. Ile unaitoa wapi? Unje kuona umejenga nyumba unajua ni level nyingine. Mimi napenda sana mouse girl. Napenda kama wewe ni house girl jipigie makofi. Napenda sana mouse girl. Hakuna watu wanapenda kama house girl. Napenda sana. Napenda house girl sana. Mimi napenda house girl. Mouse girl napenda sana. Kama uko hapa jua nakupenda. Mouse girl. Nyumba ni ya kwako. Amen. Umeweka TV, umeweka na sofa nzuri. Amen. Yeye akiamka asubuhi anaosha vyombo, anaangalia movie, analala kwenye kiti. Amen. Anakula chakula kwenye anafungua fridge, anakunywa maziwa, anapika samaki. Wewe saa 11 umeshakimbia. Unakula mlo mmoja na saa 4. Bora starehe, haleluya. Amen. Ana enjoy nyumba yako, praise God. Na hawana pressure, unapendeza. Kana tembea kama umependeza. Uwe na maneno ufanye. Toka Jumatatu mpaka Jumapili na mshahara unakapa. Kana kula, friji anafungua, anatoa zile samaki, anapika. Anakunywa uji wa mtoto kidogo, praise God. Hayo, wenye maziwa. Wapige makofi au sigara wote. Hayo gani? Wewe mwanamume unaamka asubuhi saa 11 nakimbia. Chakula chenyewe unakula wale maharagwe umekaa hivi. Unatabika we au sigara angalia TV kubwa ile inchi 10 inchi ngapi 55. Anaiangalia yeye. Anajua movie zote, anajua tamthilia zote, anajua everything. Anaweka 4 hivi. Amen. Anakula vizuri. Chakula cha mchana anakuwa kinaingia. Na saa jioni anakula mapema kinaingia. Anakunywa chai ya maziwa. Jipige. Wewe unawaza hela. Na hela unaipata uitumii. Haleluya. Punga mkono wako juu. Are you getting? Watumwa wanatu tawala. Yeye anakaa kwenye nyumba yako Ni kama nyumba yako Are you getting? Wewe unapambana kweli kweli. Yeye kabisa analala usingizi unakuja. Wewe unawaza asubuhi vitumbua yako na mandazi yako. Bwana pesi. Amen. Unaelewa? Amen. Sema watumwa wanafanyaje? Watumwa wanatutawala, hakuna mtu unayemkopesha hela akurudishi. Unampa 500 yako kwa upendo mpaka leo hajarudisha. Na ukimwambia bwana sasa usinisumbue. Hauje kuona Sina. Yeah, simple like that. Umefungua biashara unaibiwa na uliye muajiri. Amen. Nina bosi mmoja niliuma sana, to be honest niliuma. Mimi nafikiri jeshi singeweza. Jeshi nisingeweza au kuwa askari, naomba nikata kuwa askari. Praise God. Singeweza. Nafikiri ingesumbua sana. I remember nina mzee mmoja, sasa kimtaji. Mzee ana mnene, amen. Shiba na kitambi. Kwa kaenda kazi kwake, naye alikuwa ni askari fulani. Bwana, nikaona kakijana kadugu kabisa. Kadugu. Ni kama kajuku fulani hivi sasa. Namba kana miaka 23 hivi 25 30, yeye ana miaka kama 50 na kitu hivi. Amen. Kakile kafanya Yesu. Kama wewe njoo hapa. Kasema mimi kwa kweli Mungu awabariki polisi wote na askari wote. Mungu awabariki na wapenda.
Yaani nyinyi watu wazuri. Are you getting? Yaani askari yeyote Mungu akubariki popote ulipo. Ni neema ya ajabu eh. Amen. Are you getting it? Yes. Na sasa baya zaidi kama wewe. Sema Mungu wangu. Amen. Are you getting it? Hata maofisi tumeajiriwa. Unasema anayekutosha. Hiyo kampuni ibidi uimiliki wewe, lakini unamilikiwa. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Anayekwambia fagia mtaa ni mtu ambaye ungemwambia fagie. Amen. Are you getting? Amen. Watumwa wana tutawala. Unazaa mtoto. Nakumbuka mzee mmoja ni Mbezi Beach, amekuja kuniona na mke wake. Saa 10 hivi 11. Akaingia kuniona, mtumishi nimekuja. Alipoingia akasema unafahamu fulani, akasema ni mwanangu wa kiume. Nikasema mtumishi ndio pale tuje hapa. Akanipa picha. Akasema naona mambo mengi sasa mzee, na karibu kwenye ibada. Saa 11 hivi. Nikaingia kwenye ibada. Nikimaliza na watu hawa kuwaona na kuja. Wakapiga mtumishi, tunaomba tuondoke. Kwa nini? Huyu mtoto ametuwekea muda. Nyumba ni ya kwao, wanakaa Bali Beach. Mtoto amekuwa mkorofi. Anamwambia mama na baba, ikifika saa 12 amjaingia ndani, lala huko. Na baba na mama washakuwa watu wazima. Kijana ananywa pombe, anavuta bangi, ana six pack, ameshiba, anafanya gym. Praise God. Sasa unamwambia mzee kama huyo kijana anafanya gym, ana miaka 35, ana kifua kikubwa. Baba na mama saa 12 ikifika saa 12 mjaingia, lala ndani. Kwa hiyo mama anakimbia na baba, tuwai mapema, mtoto atukute ndani. Sikia anasema we. Praise God. Anasema we. Namfahamu mama wangu ana. Unajua kabisa. Yaani anasema we. Hallelujah. Praise God. Amen. Mama na baba wanakimbia Bali Beach. Mtoto kabla hajarudi kwamba yani saa 12 wameshaingia ndani. Wamekataa kuingia kwenye kanisa kwenye maombi. Wanawahi kijana mtumwa na watawala. Wanasema nyumba za kupangisha, akisema kwamba mkodi zinaenda kwa mtoto. Kodi. Nini mnaongea hivi mjajua kuna mambo mengi duniani. Mtoto anasimama na mzao baba yake aliyembeba mimba mama. Anamwongea wewe wangapi usiko hapa mwanao aliyemzaa na kujibu. Simpo hapa. Kabisa kama beleka amekuwa na vinyonyo kidogo. Mama acha na mimi. Simple like that. Mtoto njoo fagia. Nimechoka. Hey. Ampo hapa amja kusikia. Amja kuona. Si mko na watoto. Nyumbani hawapo. Mwanangu Grace njoo amka. Mama usinisumbue nimechoka. Mtoto anakujibu mama like that. Mwanangu usifanye hivi sasa. Mama usinisumbue. Ungekuwa wewe ningekuzaa. Simple like that. Amjaona? Amjaona? Hawapo. Yapo. Wewe sema tupo. Wewe sema wapo, sema tupo. Are you getting? Hiyo ni njema hiyo? Sio njema. Hiyo ni sawa? Mbaya sana. Nina binti moja anabishana mamake. Wewe mama usisumbue. Yes. Mamaka asikusumbue. Alikuwa gari lako la kwanza kupanda mgongoni mwake. Mko hapa wengine hapa mwajibu wazazi wenu. Uongo kweli? Nipigie makofi kama mzimu mama wako na baba yako. Bwana pesi. Are you getting? Are you getting? Are you getting? Yes. Ndio kijana mmoja anakuja na babake ngumu, baba anamshika. Hey. Bwana pesi. Unanielewa vizuri eh? Unanielewa? Mtoto anapiga makofi na mwenyewe anapiga baba teke. Hey. Zamani sivyokuwa. Baba akikuchapa ukashika fimbo anasema umenipiga. Nani nafahamu experience? Mzee Abel sivyokuwa. Mama akikuchapa papa ukashika kiboko tu kama anakuambia mtoto amenipiga. Mtoto amenichapa baba Abel. Ya mama akikutandika ndio tulie. Uchapo maliza sema baba mama asante. Praise God. Ukishika fimbo tu ya kwa kuishika tu hivi anasema mtoto kanipiga. Ana adabu. Are you getting? Yes. Mtumwa anafanyaje? Anakutawala. Anakutawala. Mtoto aliyemzaa anakudharau. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hilo utaniachia. Malizia chini. Watumwa wanatutawala, Watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao.
twapata chakula kwa kujihatarisha nafsi zetu kwa sababu ya upanga wa nyikani. Anasema hivi, tunapata chakula kwa kuhatarisha nini? Nafsi. Yeye kuna watu hapa ili ule unafanya kazi ngumu ya hatari. Are you getting? Yeye unapata chakula kwa kuhatarisha nini? Nafsi yako. Usione tu ni makamba unajiuza kama unapenda. Hapana. Amen. Anahatarisha nafsi ili apate chakula. Nina jamaa mmoja alikuwa anapita kule makumbusho. Gorofa kama gorofa mjinga hapo ndefu. Kijana amekaa hivi. Akasema Mungu wangu Yesu. Hapa mshahara wako ukutana 100,000, 200,000. Hamjaona? Hujaona? Nilikuwa nakisema vijana wengine anabeba nini? Zege, vumbi, amen. Anapata vumbi ya nini? Si kama anapenda. Kuna mambo unakula unapata chakula. Nafsi inahatarishwa. Kwa sababu baba zako wanatenda nini? Dhambi. Bwana pewe sifa. Amen. Unasikia chongea? Amen. Unakula kwa kuhatarisha nini? Nafsi. Unafanya kazi ambazo ukustahili kuzifanya. Unafanya mambo ambayo ukustahili kufanya kuyafanya. Usione watu wanaiba. Ni kibaka, ni mwizi. Sio kama unapenda kuwa mwizi. Unajua kutoboa shikisha na mtu kuingia kwenye nyumba ya mtu, unahatarisha nafsi. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. 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 Mwingine anaona ni bita apende mambo tabia mbaya. Inabidi apate tabia mbaya alipiwe kodi. Hamjaona? Bwana pewe sifa. Anakuwa kama dogs. Biti mmoja na wanaume 6, 8. Amen. Unawapenda sana. Hakuna anayependa hata huyu. Wanipa hela. Are you getting? Anataisha nafsi yake ili apate kodi. Ili apate chakula. Kumbe ni kwa sababu ya dhambi na maovu. Ila mkono wako jisema na Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo nisaidie. Siku ya leo nisaidie. Haya yananipata kwa ajili ya nani? Haya yananipata kwa ajili ya nani? Bwana Yesu yanatokea kwa sababu ya nani? Bwana Yesu yanatokea kwa ajili ya nani? Kwa nini yananipata haya? Kwa nini yananipata haya? Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wiki nakuuliza wewe. Wiki nakuuliza wewe. Bwana Yesu nakuuliza. Bwana Yesu nakuuliza. Watoto wangu wanaugua kwa sababu ya nani? Watoto wangu wanaulizwa kwa sababu ya nani? Ndoa yangu ina magomvi kwa sababu ya nani? Ndoa yangu ina magomvi kwa sababu. Nimemaliza degree diploma sipati kazi kwa sababu ya nini? Lazima leo jiulize. Umuulize Mungu wiki atakujibu. Na kisha kujibu na kuambia mwezi wa pili kila mmoja maisha yatabadilika. Amen. Kila mkono wako Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Yanipata haya. Yananipata haya. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Yanipata haya. Yanipata haya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu nyumbani kwenu ni wachawi wamewaroga. Unakaa naye hujui ni kwa sababu ya nani yanipata haya. Bwana asifiwe. Amen. Ina mkono wako jisema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naangalia maisha yangu. Naangalia maisha. Naangalia safari ya maisha yangu. Naangalia safari ya maisha. Kuna kitu nakitamani kitokee kwangu. Kuna kitu natamani kitokee. Lakini hakitokei. Lakini hakitokei. Familia yetu imepitia umaskini wa ajabu. Imepitia umaskini wa ajabu. Hakuna amani na furaha. Hakuna amani na furaha. Hakuna maisha. Hakuna maisha. Kila kitu ni vita. Kila siku ni njaa. Kila siku ni dhiki na fedheha. Sina hata hela kwenye akaunti yangu. Sina hela. Sina chochote cha maana. Sina chochote cha maana. Nimejaribu kufanya kazi. Nimefanya biashara. Sijafanikiwa kwa chochote. Sijafanikiwa kwa chochote. Watoto wangu wanapambana. Mimi napambana. Kazi napambana. Hakuna jambo linatokea. Baba niambie. Yesu niambie. Ni kwa sababu gani? Nayapata haya. Ni kwa sababu gani? Napitia haya. Ni kwa sababu gani? Wanangu wanateseka. Ni kwa sababu gani? Baba yangu anahangaika na mama yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nani?